sana mtazamaji wa kipindi cha My Story His Glory. Mimi ni Neri Princess, na katika Biblia Jeremiah 29:11 inasema, for I know the plans I have for you. Hivyo basi mtazamaji wangu, Mungu anajua mipango ambayo ako nayo katika maisha yako. So hata upitie milima, upitie mabonde, Mungu ndiye aliweza kukuumba. Hivyo basi anajua mipango ambayo ako nayo. Leo katika studio zetu niko na mgeni ambaye ako na story ambayo nakwambia ukisikiliza utasema nyewe Mungu wako, na yenyewe Mungu huwa anatenda, na yenyewe Mungu huwa anainua na anabadilisha. Hivyo basi mtazamaji wangu, andamana nami kuanzia sasa hivi hadi tamati. Karibu sana. Asante, nimeshukuru Neri. Tuambie majina yako kamili. Majina yangu kamili naitwa Pastor Kehiko. Nimetoka sehemu za Murang'a, Wangu Ward, Kiharu constituency. Naam. Mimi ni mzaliwa Murang'a. Naam. Yes. Je, Pastor Kehiko ni mzaliwa wangapi, katika familia ya watu wangapi? Katika familia ya mwenda zake Margaret Wanjiko Kehiko, mimi ni mzaliwa wa 4, ambao ni familia ya watoto 6. Na mimi ndiye wa 4. Kuna vijana 4 na kuna wasichana 2. Lakini vijana 2 tayari wametuacha, tumebaki familia ya watu 4. Naam. Tuambie kidogo kuhusu masomo yako. Je, ulianzia wapi na aliweza kufika hadi wapi? Kulingana na vile familia yetu ilikuwa, hatukujaliwa kusoma sana. Hata mimi sikujaliwa kusoma sana pale mwanzoni, kwa sababu niliingizwa shule, na baada ya kufika darasa la 2 mambo ikawa si mazuri tena, na nikatoka shule nikiwa darasa la 2. Lakini baadaye Mungu alinijalia nikapata kusoma masomo ya watu wazima, na hadi sasa tunapozungumza, kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, niko na certificate ya diploma ya theology ambao nimeifanya miaka 3, na nina certificate ambao nimeifanya miaka 2. Nilikuwa nasoma pale Mana Bible Institute katika Kajiado County, na diploma nimefanya pale Ranet Teachers College mji wa Nakuru. Kwa hivyo kwa sasa masomo yangu imefika hapo, na ninaendelea kusoma hata sasa. Naam. Yes. Unaposema kwamba au kuweza kusoma sana au uliweza kufika katika class 2, je, nini ambacho kiliweza kufanyika ili uweze kufikia hadi hapo? Neli, wacha niseme vile mambo ilikuwa, mambo katika familia, mambo haikuwa mazuri sana kulingana na shida za hapa na pale katika familia. Na tulikuwa na shida tofauti tofauti, manake sisi tumezaliwa hatuna baba, na baadaye ikawa kuna shida ya babu yetu hakuwa akiongea, alikuwa kiziwi, hakuongea, hakusikia, na nyanya yetu pia hakuwa amesoma. Kwa hivyo sasa nyanya yetu alikuwa anapata tu chakula chetu na sio lazima tukule. Mama yetu alipokomaa kuwa msichana mzima, alitoka kwetu nyumbani na akaenda Nairobi, akaelekea Nairobi wakiwa na wasichana wengine wa kijiji. Kwa hivyo sasa baadaye sisi tulizaliwa Nairobi, lakini mimi wengine wetu waliletwa nyumbani wakiwa watu wazima kwa nyanya yetu akaweza kuwalea. Lakini mimi nilipozaliwa, mimi nililetwa nyumbani nikiwa wa miezi 2, na nyanya yangu alikuwa na shughuli nyingi sana. Kwa hivyo mimi nililelewa katika hali ya mateso, na baadaye hata kuingia kwa shule singeweza kusoma. Wengine wetu wamefika standard 8, 7 hivyo. Unaposema kwamba uliletwa nyumbani ukiwa miezi 2, je, hao ambao walikuwa wakubwa wako waliletwa nyumbani wakiwa na miaka ngapi hivi? Wengine waliletwa wakiwa na miaka 2, miaka 3, miaka 4. Lakini sijui ni kitu gani kilitokea kwa mama yangu, mimi akaamua kunileta nikiwa wa miezi 2. Lakini nyanya alikuwa ananiambia mama alinikataa aliponizaa. Kwa hivyo ni katika hali ya kuongeleshwa sana, huenda ikawa asiniue, huenda ikawa asinitupe kwa pipa, huenda ikawa asinipeleke kwa miji ya kuchunga watoto
mayatima. Sijui, huwa sielewi, hata siku ya leo sijaelewa, kwa sababu huwa naona wengine ambao tumezaliwa na wao mama aliwashughulikia sana mpaka akawatafutia makazi. Hata kitina mimba wetu mama alikaa na yeye zaidi ya miaka 15. Lakini sasa mimi nilikataliwa nikiwa mdogo sana. Kwa hivyo nataka niseme sijui matiti ya mama yangu, hata sijui, sioni kana kwamba najua taste ya maziwa ya mama yangu. Lakini kwa sasa niko kwa upendo wa Mungu. Unaposema kwamba aliweza kukupeleka ukiwa na miezi miwili, hakuwe hata baada ya wewe kuwa kijana ambaye ni mkubwa, hakuna siku ambayo aliweza kuchukua uende ukae na yeye kama wale wengine pale Nairobi? Kusema kweli, mimi hatujawahi kukaa na mama yangu. Hata nyumbani kwetu niliitwa Mwagi wa Shushu. Na ni zaidi ya mno, kwa sababu hata nilipopanga kufanya harusi pia nilienda kumjulisha. Aliniambia yeye hajaolewa, kwa hivyo hajui kuoa na kuoleka ni kusema nini. Na hata kadi zangu za harusi mimi niliandika nyanya yangu, mama yangu akiwa hai. Na harusi yangu hakuna mtu wa familia hata mmoja alikuja. Wote walikatazwa na mama yangu. Na kwa hivyo taanzia hapo, wakati wa harusi, hapo nilijua kuna roho huwa inazunguka, ambao ni roho ya rejection, roho ya kukataliwa. Kwa sababu sasa kukataliwa kutoka kwa mzazi, wengine wanaweza kukataa kabisa, kwa sababu mzazi ndiye chelelezo cha kumpenda mtoto wake. Naam. Ulipopeleka kwa nyanya yako ukiwa na miezi miwili, je, kuna watoto wengine ambao walikuwa pale nyumbani kwa nyanya yako? Pale nyumbani palikuwa na watoto wengine, manake sasa wale wakubwa kuniliko wengine walikuwa pale nyumbani. Lakini walipomaliza masomo, mama aliwachukua mmoja kwa mmoja. Kila mtu akifikisha masomo mahali alikuwa anafikisha ya primary, alikuwa anachukuliwa na mama na anaenda naye Nairobi na anamtafutia chenye anaweza kufanya. Lakini mimi, hata kuna watu wetu ambao ni matajiri sana walinitafutia kazi ili niweze kulea nyanya yangu, lakini mama aliwakataza. Akiwa huko Nairobi, kuna counselor, alikuwa counselor wa majengo, na alikuwa ametoa 50,000 na akasema atanipa uwanja pale Gikomba, na alikuwa ameongeleshwa na nyanyangu. Lakini mama aliposikia hiyo, alienda paka kwa ofisi ya counselor huyo ambaye ni kazini yake, ni mjobangu, na akamkataza. Na tulipomuuliza tukiwa na nyanya mambo ilienda namna gani, akasema mama yako alinikataza. Na kwa hivyo niliona tu ni kama kukataliwa tu. Nataka nikurudishe nyuma kidogo kuna wale ambao walikuwa wakubwa wako. Tuongea kuhusu baba. Je, wale ambao walikuwa wakubwa wako walikuwa na baba tofauti na baba yako, ama nini ambacho kiliweza kufanyika? Kusema kweli, katika familia ya watoto 6 hakuna mtoto alizaliwa na baba ya mwingine. We have a different fathers. Na unaona sasa hata hapo upendo wa kupendana sisi wenyewe kwa wenyewe katika ile damu imechanganyika sana. Kwa hivyo pia hata sisi hatukupendana. Na mama mwenye angetuonyesha upendo aliondoka kabla hajafanya hivyo. Nyanya yako alikulea vipi? Unajua tukiongea kuhusu nyanya, kuna level ya ufukara ambao maybe kuna watu wa zamani walikuwa nao. Je, nyanya yako alikuwa anafanya kazi ipi ili aweze cater for your needs? Nyanyangu hata huwa naomba Mungu sana. Nilikuwa naomba Mungu sana nyanyangu aishi maisha marefu ili anione. Na pia na mimi niweze kumlipa deni ya matendo yake aliyonitendea. Na kwa sababu katika nyumba yetu ilikuwa nyumba ya ufukara, na ilikuwa ufukara ule ufukara kabisa. Nikirudi nyuma kidogo, ni kwamba sisi wakati tuliletwa kwa nyanya yetu, pia nyanya yetu alikuwa amezaa watoto 7 watoto wake sasa. Na alikuwa anawalea. Na nyanya yetu alikuwa anachota maji mtoni,
anauza kwa plot, ndiposa tupate mkate wa siku. Siwezi kusema ya kwamba nyanya alinitesa, kwa sababu ni vile hali ilivyokuwa nyakati zile, na vile boma yetu ilikuwa nyakati zile, na tulikuwa tumechekelewa sana katika kile kijiji na wale watu ambao wanajiweza, na nyanya yetu walisimama na sisi kabisa, mpaka ikafika mahali akaanza kukosana na watoto wake wale ambao wamefanikiwa, manake akiwaitisha usaidizi. Kama 1984 kulikuwa na kiangazi kikubwa sana. Kuna our aunt yule mkubwa alikuwa anafanya Kenyatta National Hospital 1984, na aliitisha usaidizi na nyanya yetu kwa sababu kiangazi kimekuwa, na tulikuwa na jigas na vitu zingine zinaitwa chawa, nafikiri unazijua, vidudu. Aliitisha usaidizi kwa sababu tulikuwa na njaa sana, kwa sababu mama alipoenda Nairobi pia na yeye alienda akawa mkunywaji wa pombe. Kwa hivyo usione kana kwamba sana kuna haja sana na watoto wake pale nyumbani. Na yule shangazi alimwambia nyanya yetu kwamba pea Wanjiko watoto wake tukusaidie kama watoto wako. Na hiyo kitu ilihuzunisha nyanya yetu sana, na akawa amekosana na wao, na amekosana na msichana wake kabisa. Na mimi nakumbuka wakati huyo msichana alikuja baada ya miaka kama 4 au 5, chenye alileta nyumbani nyanya yetu aliweka kwa choo. Alikasirika sana. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba nimelelewa katika hali ya ufukara, kiasi ya kwamba hata kuchukua mikate huko kwa plot, kuchukua na kukimbia na kukimbizwa na watu wa plot, ilikuwa hivyo tu, kwa sababu lazima nitafute angalau kitu cha kukula. Saa ingine hata nagojea watoto wa wengine wakitumwa kwa maduka nachukua mkate, kama wamenunua mkate naenda nayo. Je, nini ambacho kiliweza kutokea ili wewe mwenyewe ukaanza kujulikana kwamba uko na talanta? Ikawa kuna vijana ambao walikuwa wakubwa sana kuniliko, wakaja wakaniita, wakaniambia tuende kwa kanisa la Kianglikana ambao walikuwa wanacheza michezo ya kuigiza. Nilifurahia sana kwa sababu tukienda tunakula na tunakunywa. Nikawa best actor kwa parish knockout, kwa deaconry level, archdeaconry level, mpaka kwa diocese. Lakini kuingia kwa kanisa iliniletea machozi mengi sana. Mama yetu alikuwa anaamini sana mambo ya miungu. Kwa hivyo kuingia kwangu kwa kanisa iliongeza machukizo chungu nzima kwa mama, kwa sababu mimi mama alikuwa ananiambia tuende kwa maombi, na mimi nikamwambia mimi ni mtu wa kanisa. Aikwambia muende kwa maombi, alikuwa anamaanisha maombi aina gani? Tuende tukaombewe na hawa watu ambao ni manabii wa uongo. Na nilikuwa ninahisi ya kwamba imani yangu hainikubali. Sasa mimi nikawa rejected kwa sababu sina heshima kwa mama, kwa sababu simfuati. Unaposema kwamba mama alikwambia muingie katika watu wa false prophets, alikuwa Nairobi, aliweza, na wewe ulikuwa nyumbani. Je, aliweza kuja nyumbani ili muweze kuongea haya maneno ambayo mwenyewe uliweza kwenda Nairobi? Sasa nikienda Nairobi ilikuwa inanibidi niingie kwake, kwa sababu alikuwa anaishi hapo town, na nikiingia pale kwake nakula na kunywa, hata ananipea fare. Lakini sasa yale mambo ananiambia ukakuta kwamba hailingani na imani. Je, nyanya yako hakuwa na shida ukienda kanisani? Hakuwa na shida, kwa sababu kuna wakati nyanya alikuwa anaenda kwa kanisa, lakini ni kwenda kwa siku moja kwa sababu ya wamama ambao walikuwa wamemzingira, ambao ni wamama walika yake. Kwa hivyo walikuwa saa nyingine wanamsukuma kidogo, wanaenda naye kwa kanisa. Kuna wakati ulifika akakataa hata kwenda hata mara moja. Unaona? Lakini sasa na mimi nikachukua manto. Na mama yetu alikuwa anapata pesa nyingi sana, kwa sababu mama yetu alikuwa anauza
hii pombe ya chamu, na unasikia yuko kwa kanjo, kwa hivyo kuna mtu anaweza kumshika. Lakini pesa zake zote alikuwa anapeleka kwa hao manabii wa uongo. Unapozungumza kuhusu mawaidha na sheria za mama yako, ni mawaidha gani ambayo uliweza kuvunja, mengine ambayo maybe uligundua kitu kinaendelea then ukaweza kwenda kinyume nao pia? Sikuwa nimekomaa kiroho sana, na sikuwa nimekomaa katika huduma, na sikuwa nimekomaa katika madhabahu, hali ya madhabahu. Lakini chenye nilikuwa najua, mtu ambaye anaenda kwa kanisa hafai kuenenda kuombewa kwingineko. Tena kuna kitu nilijua, mchungaji ambaye ni mchungaji wa kanisa lako ambalo unashiriki, huo ndio mchungaji wako ambaye anastahili kukuombea. Kwa hivyo sasa, iliposemekana mama alipopanga mipango ya kuenenda kuombewa na watu wengine, mimi nilitilia shaka. Sikulitilia shaka kwa sababu ninamchukia mama yangu, sikutilia shaka kwa sababu nachukia ndugu zangu au dada zangu, lakini ni mahali nilitokea katika hali ya Ukristo, na nikaona sasa hiyo njia sio njia kamili ya kufuatwa na mtu ambaye anaenda kwa kanisa na anasikia mahubiri na tena anaombewa na mchungaji. Sasa hapo ndio shida ilikuja. Na nafikiria hata hii roho ya kukataliwa ilikujia pale, kwa sababu nilionekana kabisa sitarudi pande hiyo. Kwa hivyo hata walipokuwa wanakuja kwa sherehe za kinyumbani pale kijijini, walikuta kila wakati ni mimi ninaongoza, na hiyo iliwakela sana. Hata mamangu ilimkela sana, ilimkela zaidi. Kwa hivyo niseme hii kitu ilikuja, hii roho ya kukataliwa ilikuja tangu nikiwa tumbo ya mamangu. Sasa wakati nimekuja kukomaa ndio niliona hii kitu si ya jana, si ya juzi. Hii ni kitu ambayo ilianza tangu mamangu alipofunga tumbo mimba. Je, ushawahi kaa hivi unamuuliza ni kwa nini anakufanyia haya yote, na ilhali kuna wewe si mtoto wake peke yake na kuna watoto wengine pia ambao mmeweza kuzaliwa nao? Neli, wacha nikwambie kitu moja. Mimi nilikuwa nampenda mamangu sana. Nilimpenda sana. Hata nikisikia ni mgonjwa nikiwa nyumbani, nilikuwa nachukua gari, naenda pale, namchukua, nampeleka hospitali, alafu narudi nyumbani. Nilikuwa nampenda. Na wakati tuliongea na yeye, tuliongea tu mambo ya kuendelea kunikashifu. Hata tukiwa na yeye ananikashifu. Nikimuuliza ni nini ananikashifu. Kuna watu wako kwa kijiji chetu walikuwa wanataka kuchukua shamba la mzee, na nikagundua kwa sababu hata title deed haikuwa inakaa kwetu nyumbani, ilikuwa imepelekwa mahali fulani kwa hizo maboma za hao watu ambao wako na kitu, wale ambao ni matajiri. Hivyo. Kwa hivyo mama yetu nilimpenda, lakini hakukufa kwa sababu alikufa ya 2007. Hakukufa kama ameniambia ni nini tulichukiana hivi. Na ni kwa nini mimi nilikataliwa na roho yake. Hakuniambia. Lakini mimi nilikuwa mtiifu kila wakati. Kwa sababu hata kuna wakati ulifika wakakosana na nyanya yangu. Kwa sababu sasa mimi nimeshikilia boma pale nyumbani. Na unaona sasa kuna wakati shamba letu lilikuwa linadiwe. Na mimi nilifanya kazi hiyo yote nikafunga. Nilipoenda kwake nyumbani Nairobi, nikamwambia story vile mambo sasa iko nyumbani. Aliniuliza, kwani kuna shamba yako huko si wacha wauze? Sasa nikifikiria hatuna mahali pa kuenda, nikifikiria hatuna ni mama yetu tu peke yake tuko na yeye, na sasa ameongea hivi, nikapigwa na butwa. Na sasa nikaona hata yeye plus wale ambao wanauza shamba plus nyanya yetu pia na yeye amechukuliwa na amekubali kuwapea hilo shamba, na anaona sisi ni watoto wake tuko pale na hatuna mahali pa kuenda. Sasa ikawa nimetengeneza uhasama kwa familia yote, hata na nyanya yangu. Tunaposema ni shamba, ni ekari ngapi hivi? Kama ekari 3.
lakini niko kwa town. Sisi tumeshikana na town hivi. Ni mahali kuna sasa kama sasa nikiamua kuuza kipande kimoja kama 50 by 100 utakuta kuna milioni 3-4. Na maendelea kupolea hapo. Mpenzi mtazamaji, story imechacha hapa nakwambia. Lakini tutaweza kwenda katika kipindi cha mapumziko. Tutakaporejea ataendelea kutuambia je, vurugu ambazo ziliweza kutokea katika kuuza shamba kuliendaje. Endelea kusalia, usiweze kubanduka. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kusalia nasi. Kabla tujaenda katika kipindi cha mapumziko, Pastor alikuwa anatuambia watu wa familia ambao wanataka kuuza shamba. Je, nini kiliweza kuendelea na uliweza kusolve vipi mambo haya ya shamba? Kwa hivyo sasa nilienda mpaka pale na Mungu akanijalia. Nikaonana na huyo kiongozi kwa ofisi yake na akaniitia wakili wake na akampea mwelekeo na akachukua ile title deed kwa Attorney General na Barclays Bank headquarter. Tukaenda akachukua title deed ambayo niko nayo hata sasa, ambayo ilikuwa ya babu yangu. Je, Meno, nini kiliweza kufanyika? Kuna wakati mama yetu alisema kuna vitu zimezikwa pale na wachawi. Na wakati anasema hivyo mimi hata nilikuwa na mke. Anasema kuna watu wataleta watoe uchawi kwa shamba. Na mimi hakuniambia mimi, aliambia nyanya yangu. Na nyanya aliponiambia nikamuuliza kama anaamini hiyo. Nyanya akaniambia hapana. Nikamwambia ambia mamangu hakuna mtu tutaruhusu kuja hapa afanye hizo sarakasi. Kwa sababu sisi ni wacha Mungu na mimi ni mchungaji, na kama wakati huo sikuwa nimefanyika mchungaji lakini nilikuwa mzee wa kanisa. Nikamwambia usikubalie na umwambie akileta hawa watu hapa mimi nitawamaliza. Hakuna mtu atakuja hapa kutoa uchawi. Na mama alikuja wakati kulikuwa na mazishi ya jirani. Alipokuja alikuwa sikujua alikuwa na machungu na mimi. Na alikuta ni mimi kiongozi, mimi naongoza katika mazishi. Na tulipomaliza mazishi, kesho yake asubuhi nikamkuta hapo kwa nyanya yangu hapo nje. Wakikunywa chai. Nikienda kupita, nikienda kwa shamba, kuna zile kalai zilikuwa ngumu za kitambo, ilikuwa hapo. Alichukua akanipiga nayo kwa macho. Sasa akang'oa meno. Hizi meno za vana. Na kuna watu huwa wananiambia ni pande meno, nikasema hapana, ni ukumbusho. Ni ukumbusho wa matendo ya mzazi. Kwa hivyo hiyo meno iliisha hivyo. Inheritance, nani alibaki nayo? Nani ako na hiyo shamba? Hiyo shamba ni mimi niko nayo. Hata title deed ni mimi niko nayo. Kwa hivyo I'm the main inheritor. Hata baada ya hii vita yote. Hata baada ya hii vita yote naweza ambia mtu ambaye anapitia mambo machafu na mambo magumu kama haya asife moyo, kwa sababu mwisho wa mwanadamu inakuwa mwanzo wa Mungu wetu. Amen, amen. Asante sana Pastor akuweza kuja katika studio zetu. Asante. Mungu aweze kubariki sana. Amen, mmekubali. Mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kusalia nasi tangia tulipoanzia na sasa hivi tumeweza kufika tamati. Mungu aendelee kukubariki, Mungu aendelee kuinua. Hadi wakati mwingine hapo tutaweza kuwa na kipindi hiki cha My Story His Glory. Bye bye. Mimi Neri Princess.